Jina langu ni Vina Chelagat from the Eldoret National Polytechnic Christian Union, na tuko mala hapa AIC Kabemit, Mossab, Nandi County, and tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kufika mala hapa. Tulipofika mala hapa jana jioni, tukapokelewa vizuri na wenyeji wa kanisa hili, na tunashukuru. Siku ya leo tunajipanga kwenda door to door, na tutaenda door to door, tukirudi tutakuwa na crusade, and after crusade tutarudi for revival, na tunatumai kwamba Mungu anaenda kutusaidia, and tunaenda kuleta wengi katika Kristo. Moja wapo ya changamoto pengine tutapatana nazo ni language barrier. Tumekuja kama wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali, na mala hapa wanaongea Kikalenjin, so one of the challenge maybe inaweza tokea ni hiyo language barrier, lakini tunatumai Mungu atatusaidia. Hata kwenye furaha, kwenye mateso, hata waini hata peke yangu, imani na Mungu wewe, Yesu wewe, na peke yangu, hata kwenye furaha, kwenye mateso, hata waini hata
ajili apewe sifa na shukrani. Upendo wa Mungu umenifanya nitabasamu. Alinipenda Yesu wakati nilikuwa mwovu yalolo. Hakuniacha peke yangu kwenye bonde la mauti. Hushuka kama mvua na inaponyea hugea mbame kuleta mavuno. Tazama nimesema kama haya katika mji wa Kabiemi tumeshukisha neno lako. Mfalme, ninaomba Roho wako akatawale, ninaomba Roho wako akatujalie nguvu na uwezo. Wacha wewe Mungu kuonekane na wanadamu wote wakashuke chini. Hii neema yako Mfalme ikatawale. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na takushukuru. Somebody celebrate Jesus. Somebody celebrate Jesus. Unaposimama katika miguu yako ningependa usonge mbele. Unaposimama kwa miguu yako ningependa upige hatua mbili mbele yako. Tunapojitayarisha kusikiza kutoka kwa Bwana. Jioni ya leo ningependa kutangaza habari moja. Jioni ya leo ningependa kutangaza habari moja. Hapo zamani kulikuwa na mwana mmoja. Na jina lake lilifanyika kuwa Yesu Kristo. Na unapokuwa mahala popote ukiwa katika usikivu wa sauti hii, ningependa kukualika maeneo haya kwa maana labda kunapatikana uponyaji wako. Ninakualika mahala hapo kwa maana siku ya leo ndipo ambapo shida zako zitapata kutatuliwa. Kwa hivyo ninakusihi ndugu ya kwamba upige hatua kufika mahala hapa. Na mwanadamu huyu aliyeitwa Yesu Kristo, kulifika wakati mmoja akafanyika kuingia katika hekalu. Na alipoingia katika hekalu akafanyika kuwa mwanadamu wa kawaida. Kwa nini alijifanya namna hiyo? Ili ya kwamba mwanadamu yule aliyekuwa ameshikiliwa kwa muda mrefu akapata kufunguliwa kwa mara ya tena. Na ndiposa Yesu akakaa chini. Na makuhani wa hekalu hilo walipofika wakaweza kumsimamisha. Na aliposimama akaweza kutangaza habari njema.
iliyoweza kuwakasirisha Mafarisayo. Na kwa dakika ile alipotangaza habari njema, Wafarisayo wakafanyika kumtupa nje na kumfukuza nje ya hekalu. Kwa maana alitambua kwamba katika mwanadamu huyu sheria zao zote ziliweza kuvunjika miongoni mwa wanadamu. Kwa hivyo habari hii haijalishi wewe ni Mfarisayo, labda umeshikilia dini yako vizuri, ila masaa yamefika ambapo tunapaswa kumtangaza Kristo tu pekee. Haijalishi dini uliyokuwa nayo, haijalishi misingi uliyolelewa nayo, ila jukumu langu siku ya leo ni kwamba nitangaze habari njema ya Kristo. Aliposimama wakati ule akasema ya kwamba nimekuja ili wote waliosumbuliwa wakafumbuliwe. Nimekuja ili ya kwamba wagonjwa wakapone. Nimekuja ili ya kwamba vilema wakatembee. Na ndiposa masana majira kama haya ninakualika sehemu hizi, mpendo wa Kabiemit, msomaji wangu, unaponiandalia katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Unapofungua kitabu cha Samueli wa kwanza kifungu cha 30, mstari wa kwanza hadi wa 8. Katika kitabu cha Samueli, mpendwa, ninakualika tena, usisite kufika mahala hapa. Yesu Kristo aliposhuka katika ulimwengu, alikuja na majukumu mawili kwa wanadamu, ili ya kwamba mwanadamu akapokea wokovu, na kando na hilo mwanadamu akaweze kusoma kutoka kwake ni jinsi gani anavyopaswa kuishi. Na ndiposa ninatangaza ya kwamba labda umelelewa katika misingi ya dini, lakini hujajua misingi ya Kristo ni aina gani. Hilo ndilo jukumu lililotuleta mahala hapa. Katika Samueli wa kwanza kifungu cha 30 mstari wa kwanza inasema nini? Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya 3, hao Wamaleki walikuwa wameshambuliwa Negebu na Siklagi, nao wamepiga Siklagi na kuchoma moto. Wa pili, nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwemo, wakubwa kwa wadogo, hawakuwa wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikiria mji, tazama, ulikuwa umechoma moto, na wake zao na watoto wao, waume kwa wake, walichukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu walikuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia, hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka. Mstari wa 8, rudia tena. Mstari wa 8, Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe ukosi utawapokonya wote.
Bwana Yesu asifiwe. Lazima kitaya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kitaya tamani. Bwana Yesu asifiwe wapendwa Kabiemit. Lazima kitaya. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Samueli Waimaleta mtego banyo ni kitabu cha Samuel. ya kwamba katika ufalme wa Sauli en letter na data Saul. Katika ufalme wa Sauli En letter na data of Saul. kulikuwa na vita baina ya Wafilisti na Waisraeli. Kimite bawari en Filistin and Israel. Na wakati Sauli alikuwa mfalme, Amoyeni kwa letter ya tanyo Saul. kukaweza kutokea kifo cha Samueli. Kukaweza kutokea kifo cha Samueli. Kinya anyun so bit met ni ginyor Samuel. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kitaya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kitaya. Na baada ya kifo cha Samueli kutokea, Ako yai batanyo met of Samuel. Daudi akaweza kurudi tena kwa Wafilisti. Hawega nyu tauti emeta Filistik. Na Daudi aliporudi kwa Wafilisti, Yani ko wega nyu tauti emeta Filistik. palikuwa na mwanajeshi mmoja mkuu, Hogimitei kandoindet ngwani kibo jeshi nekiyo. naye jina lake aliitwa Akishi. Naye jina lake aliitwa Akishi. Kaineni kokikura Alizi. Na jina lake aliitwa Akishi. Kaineni kokikura Alizi. Na mwanajeshi huyu aliweza Ako kandoindet kibo jeshi kumchukua Daudi kama mwanajeshi wake pia. kokimuch komut anyun Daudi agenge en biik chebo jeshi. Na baada ya kumchukua Yekikomut anyun katika ufalme wa Filisti, laitornatetab nebo Filistik. Sauli akaanza kujiuliza, je, ni njia gani nitakayoshinda Wafilisti? Kotebege anyun Saul kole oret ingiro nemuch aterter Filistik. Je, ni njia gani nitakayoshinda Wafilisti? Oret ingiro nemuch aterter Filistik. Na tazama mpendwa, Ako ker anyun tupchenyun. tazama mpendwa, jioni ya leo Ker anyun en koskoleng'utab rani. ya kwamba aliposimama Sauli, Yekikotonon anyun Saul, Mungu aliweza kutoka kwake, koking'olochi Jehova inendet. akaweza kurudi kwa Daudi. Kowekchigei anyun Daudi. Na baada ya Sauli kujua ya kwamba Yakikabwane anyun Saul kou, hangeweza kutimiza malengo yoyote, kimukomuch koib kakwaut age tugul. akaweza kutafuta mwanamke mmoja Kocheng anyun kobokorio agenge ambaye angetumika kumfufua Samueli, nekitaboishei en oretab anan kotoreti Samuel. ili ya kwamba Samueli Sikong'et Samuel akaweze kumtambulisha kwa Sauli ya kwamba sikomwachigei Saul kolechi ni njia gani atakayotumia ili kushinda Wafilisti. oret ingiro neimuch koboisie asikobit koterter Filistin. Na tazama mpendwa, Ako ker anyun tupchoni Sauli alijishusha hadhi, kinyorgei Saul koming'ingei. aliweza kushusha hadhi yake, Kowechei koming'ingei. akavaa kama mtu wa kawaida, Kowechei koek chito nebo kawaida. kando na kuwa mfalme wa Israeli, kando na kukuwa mfalme wa Israeli. Tabanutab kandoinatet nebo Israel. Alipofika katika malango ya mwanamke yule, Akikoit anyun korietab kobokorionoto, akaweza kumwambia ya kwamba komwochi anyun kolechi mimi ningependa unifafanulie ni njia gani nitakayotumia komoche oib kakwaut amwa ale oret ingiro nemuch ili nikaweze kushinda Wafilisti. neimuch itertere Filistik. Na tazama, alipomwita Ako ker anyun yekingokur, mwanamke yule hakutambua kama Sauli ndiye aliyekuwa maimuch anyun komwa anan koker Daudi Saul kouni kole mfalme wa Israeli, inendet ko laitoriatab. na ndiposa akaweza Koib anyun kakwaut, kumletea Samueli katika ufunuzi wake. koib anyun ng'ang'et en Samuel. Na mwanamke yule alishtuka sana. Ako kitobot kobokoryondoni. Kwa nini ashtuke? Amune sikotobot? Kwa sababu alijua matendo yake yote ya Sauli, Amu kingen atebetab Saul. na Sauli hakupenda kukaa pamoja na waganga, Ako Saul komatebi akichek anan biik chekibo busurek anan wagangaek. na aliweza kufadhaika, Ako kiitoi anyun kotobot. aliweza kufadhaika. Konya anyun kotobot. Je, nikimfanyia Sauli jambo alitakalo?
Kole tosa jini sol git ne majai. ataweza kuniacha huru ama atanifanya nife? Ato tos meta engatya na deta na tos meta. Akamwomba mfalme Sauli ya kwamba Kosa manyun sol koleji. ikiwa inawezekana bwana wangu, Kutkumu wakse anyun diptaya andanyu. niruhusu niishi. Toreta osop. Na baada ya hapo Yei bata anyun oto. kukawa na mikakati katika Utai anyun do kwa utik. jeshi la Wafilisti, Askari tikibalungia chama Filisti. na malkia wa Filisti akaweza kusimama, Akaba wariana tikiba Filisti kwa tayo tonon. akauliza, je, huyu mwanadamu Awote abanyongole wenjana ni. wa Waibrania amekuja kufanya nini katika Yane jitab Ebranik engwenunia. jeshi letu? Engwenu da askari. Ameweza kukuja kwa jeshi letu kufanya nini? Kagunyo engwenut abaskari kwa yaine. Malkia wa Filisti akaweza kumwagiza Koto anyungo mwaji askari wa Filisti koleji. Akishi ya kwamba akaweze kumfukuza Daudi. Sababi keon Daudi. Na baada ya kumfukuza Daudi, Yei ajio na nyun Daudi. alfajiri moja Daudi aliporudi akielekea kwake, Yeni bae kanyungoro negi kwa ni Daudi koni. alipofika katika mji wa Ziklagi, Yeni bae temet ab Sikla. katika boma lilezaliwa, Bae kanyuno negi emet negi sikchina. akapata kwamba vyote walivyokuwa navyo vilikuwa vimetolewa na wamiliki. Tuguk tugul chegi tindago gani agiche chegi rebe inena tuguk. Alipata mji wao ulikuwa umejawa na uharibifu tele. Kiitin anyun ngana senwa ko kiago ko bin ngemi chegi ago ngem. Na baada ya kupata mji wake umejawa na uharibifu, Yeri ma ko nyora nyun ko lek emeni ko ga bin ngemi chegi ago ngem. akaweza kulia chini, Ko tay ko butchingo nyagori. akalala chini kwa kusikitika. Ko butchingo nyagori. Na kwa kusikitika kwake Agori rek chigi. pamoja na majeshi aliyokuwa nao, Askari incho gitindoi. wakaweza kulia na kutoa majonzi Ko tay agoriria. hadi kiwango ambacho Ko enda nyun ga kwa uchet. machozi hayangeweza kutoka tena. Ba negi mo ko tumo mu sei ega kongo bwa. Nasikiza mpendwa, Ako gasa nyun tukjani. baada ya Daudi kutambua hivyo Yeri mo ga na anyun da uchengo unato. na majeshi walipomtazama Daudi, Ako ga na askari ga bluget ko ger Daudi. yeye akiwa kiongozi wao, Ko ga anyun ko giga bai chamanwa. wakaweza kuinuka tena, Ko tay anyun ko ger chabo gen. wakajiuliza, je, tumpige mawe Daudi? Tabe ko le kila Daudi. Kwa maana alilolifanya ni baya. Amugin na ga Daudi ko na. Kwa nini alitutoa katika mji wetu Amune sigine mwenge mangune emenyo. na kutupeleka katika mji mwingine? Ako mutege be emetage. Na alipoenenda katika mji mwingine, Ako yinge ba nyune emetage. waliporudi tena wakapata mauti imeandaa, Ako yinge ba ko ngimba itawa binne ko ngin. vitu vyao vyote vimechomwa, Ko itaga be jugu kwa chigul. wanawake wao wote wamebebwa, Ako chege kwani kwa ko giyagi mutege. watoto wao wote wameenda, Lago kwa ko gyago ba. mifugo yao yote imebebwa, Tuga at tugu tugu giyagi kwa gyago ba gyago kuriye. na hasira ikapanda kwa askari wa Daudi. Ako la nyune rega askari chegi ba Daudi. Na hasira ilipopanda, Yeli mala nyune rega ke. wakaamua ya kwamba sisi ni vyema tumpige mawe mwanamume huyu. Kama le nyo luga la Daudi engai. Tazama mpendwa, jioni ya leo nimekuja kutangaza kwamba sio wazazi wako wamepoteza fedha kiasi gani katika shughuli zako za kila siku. Je, familia yako imepoteza fedha kiasi gani? Hajakuwa tegemeo kwao, na wakati umefika wanasema kwamba ni vyema basi tungemsomesha mwana huyu, na ndiposa basi kama haya tumekuja ili ya kwamba ikiwa wewe upo mmoja kati ya kama Daudi waliopanga kukutupia mawe, wale waliopanga kutupia mawe, tukaweza kukuletea mwanamume mmoja atakaye kukuinua tena kama tegemeo kwa familia yako, atakaye kuinua tena kama tegemeo kwa familia yako. Haijalishi ni mangapi walionena, haijalishi ni mangapi waliosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu
asifiwe. Tazama mpendwa, siku ya leo ningependa kutangaza ya kwamba yupo mwanamume mmoja atakayepiga goti kwake, atakayekusikiza na atakwambia, simama mwana wangu ufuate vitu vyako, simama mwana wangu ufuate elimu yako, simama mwana wangu kama tegemeo tena. Tazama Daudi alipiga goti mbele za Mungu, na alipopiga goti mbele za Mungu akamuuliza, je, Bwana wangu, nitaweza kufuata hao Wamaleki? Ninaregesha kila alichokichukua. Ninasema kwamba Daudi akapiga goti. Ninasema kwamba Daudi alipiga goti, akamwita Mungu, akamwambia Mungu, je, Bwana wangu nitaweza kufuata vilivyokuliwa kwetu? Je, nitaweza kuregesha faraja tuliyokuwa nayo? Je, nitaweza kufuata watoto wangu? Je, nitaweza kufuata mifugo yangu? Naye Mungu siku ile ile akamnenea Daudi, akamwambia Daudi, simama sasa, kwa maana mimi Mungu nipo nawe. Haijalishi umbali gani walioenda, haijalishi umbali gani walioenda, lakini mimi Mungu nitakuwa nawe. Mungu akamwambia Daudi, Daudi, simama sasa uwafuate. Daudi, simama sasa uwafuate. Fuata njia yako, ili kwamba uregeshe vyote vilivyotolewa. Tazama Daudi akaweza kusimama, akamwita Abiathar, akaweza kumwita Abiathar, akamwambia Abiathar, niletee naivera yangu, niletee naivera yangu, ili kwamba nikawafuate adui zangu, na kila kitu alichochukua nitaregesha. Daudi siku ile akasimama, akawafuata Waivera, akawafuata Wafilisti. Kwa naivera ile akaweza kuleta vyote, kwa naivera ile akaweza kuleta vyote. Haijalishi ni wanafunzi sisi, lakini tunaye mmoja anaitwa Yesu. Yeye ndio naivera tulioibeba. Tupo tayari kuleta vilivyokuliwa kwetu. Wengine mpendwa wamesoma kwa muda mrefu, wengine mpendwa wametafuta kazi kwa muda mrefu, ila tumebeba naivera siku ya leo. Biashara yako imekuwa yendi, ila tunaimba wanaleta mifugo yote, ila tunaimba wanaregesha vyote. Labda imekuwa kwamba watoto wako wamekuwa wasumbufu katika jamii yako. Unazaa wezi kila mara, unazaa wezi kila mara, na wala kuna ufanisi